Shule ya misukule, shule ya misukule. Aya, mguu pande, mguu sawa. Safi. Mkuu, unaongea na nani? Mbona si una wanafunzi? Usijali. Tulia, utawaona wanafunzi. Usijali. Hawa ndo wanafunzi wetu. Vipi madam? Mbona urudi nyuma? Nikuombe tu usiogope. Hawa ndo wanafunzi wetu na ndo tunaowafundisha. Karibu sana. Miskule, naomba tusikilizane. Huyu ni Madam Tamala, amekuja kikazi katika shule hii, hivyo ninawaomba tumpe ushirikiano basi. Madam, karibu sana, karibu sana. Jisikie amani, jisikie huru. Utaratibu mwingine ambao utafuata hapa, tutawasiliana ofisini kule. Sawa? Ombeni muende darasani. Alo. Wiki iliyopita tulijifunza nini? Wanayekumbuka? Shule ya misukule, shule ya misukule. Tulijifunza namna ya kupotea. Hapana. Wiki iliyopita tulijifunza namna ya kupaa. Hapana. Tulijifunza kuiba unga kwa jirani. Hapana. Mwingine? Shule ya misukule, shule ya misukule. Tulijifunza namna
ya kuvutia wateja dukani, wateja ili boss apate wateja na faida kubwa. Vizuri, mpigeni makofi. Madam Tamara. Ndiyo mkuu. Sikiliza nikwambie. Huruhusi kuongea na simu katika eneo hili. Sisi tunaelewana? Ndiyo mkuu. Kwa hiyo naomba hiyo simu. Lakini mkuu, nilikuwa sifahamu kama hapa huwezi kuongea na simu. Afya nilikuwa naongea na familia yangu nyumbani. Sikiliza. Maelezo mengine ofisini. Naomba simu. Nifuate ofisini. Sasa basi, kuna anayejua koroboi ya siri ilipo? Kwa sababu ila hiyo koroboi atafanikiwa kutoroka. Ana anaweza kuniambia? Fanikiwa kujua koroboi ilipo. Madam Suzy, mipango na nia unayotaka kuifanya naomba uiache mara moja, kwa sababu najua fika unajua sheria na kanuni za shule hii, hautakiwi kufanya nini. Lakini naona kuna utofauti unataka kuufanya. Kuna mipango ya siri Madam Suzy, naomba uache mara moja hicho unachotaka kukifanya juu ya hii misukule, kwa sababu kama utataka kukifanya unachotaka kukifanya mwana kulifaindi mwana kulibeti. Acha Madam Tamara. Naam mkuu. Najua umeshangazwa sana na hii kitu ambacho mimi nimekifanya cha kukupola simu. Lakini tambua kwamba sheria na kanuni za shule hii hapa haziruhusu kutumia mtu yote simu ya mkononi. Lakini pia najua kasa kwamba kuna kitu ambacho kimekushangaza kuhusiana na wanafunzi. Lakini shule yetu ndo wanafunzi nao wafundisha. Hawa wanafunzi wanaoitwa misukule hao. Lengo na dhumuni kufundisha hii misukule. Kuna matajiri wanaohitaji hii misukule ajili ya biashara zao. Lakini pia sisi tunaweza tukakodisha, mtu akaenda akafanyia biashara huko, muda ukifika anarudisha. Lakini pia hata kuuza tunaweza kuuza. Mimi ni kuombe uwe na amani. Lakini pia kwa mwaka unaruhusiwa kuondoka mara moja katika shule hii. Na penyewe wakati ukihitaji kuondoka lazima utapewa ulinzi ambao utaenda nao mpaka huko nyumbani, utakulinda na utakurudisha hapa shuleni ukiwa salama. Saka sopo, hamna jambo lolote la sina ulifanya na wao skuli. Na wafundisha tu. Sasa mimi nitaongea nao mimi watu wenyewe hawajitambui. Na wafundisha.
Unawafundisha hamna shida, lakini nimekupa onyo. Acha mara moja. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba uwe makini sana, Madam Suzi, kwa sababu chochote utakachokifanya kitajulikana tu. Misukule, unaujua mgeni mpya, nilikuwa naomba tumpe ushirikiano. Shule yetu ni bado mpya na ina wanafunzi wachache. Kwa hiyo kwa yoyote atakayewaza kutoroka katika eneo hili la shule, mtaelewa. Madam Suzi, be careful. See you. Mseme chochote. Mama mimi nataka mnasaidie mtoroke kwenye ishu. Au nyinyi hamuoni kama mnateseka? Jisikia amani. Na kingine nakupa siri. Tunayo Cloboi inayolinda mazingira yote ya shuleni hapa. Tunaelewana? Kwa hii hapa ni siri yako. Nikipata muda mzuri kwa siku nyingine au muda mwingine nitakupeleka mahali ilipo, lakini nakuomba iwe siri. Sindohitaji ushauri wala maoni ya aina yoyote. Cha msingi tu zingatia haya maelezo niliyokupa, uyazingatie, na mshahara wetu kwa mwezi milioni 2. Karibu sana katika shule ya Misukule. Jisikia amani. Shule ya Misukule, shule ya Misukule, shule ya Misukule, shule ya Misukule. Mimi naitwa Madam Kamala. Nanyi naomba mjitambulishe mmoja mmoja. Anza wewe. Naitwa Moana. Umetokea? Natokea Lukwiro. Unaifuata? Wewe. Naitwa Emmanuel. Nimetokea Msasa, kikundi cha Msukule. Wewe. Abeli Biaramlo Ntungamo, kundi cha Misukule. Mwalimu mkuu, mimi naona kuna utofauti mkubwa sana kwa Madam Suzi, kwa sababu haiwezekani mimi leo naingia darasani
nikakuta ni mtu ambaye kama alikuwa anafanya mazungumzo ya siri na ile misukule. Lakini baada tu ya mimi kuingia pale darasani, nikaona kabisa ni mtu ambaye amechange, lakini pia akabadilisha na mada aliyokuwa anaizungumza. Lakini kwa uelewa wangu nikajua kabisa hapa kuna kitu hakijakaa sawa. Kuna kitu kinaendelea. Nikajaribu kumuuliza, lakini nikaona ni mtu ambaye ananipiga chenga. Lakini akili yangu kubwa sana, najijua. Kuna utofauti kwa Madam Susi. Sakwija, wewe hujaona dalili zozote labda kwa Madam Susi? Unajua mimi bwana, hata jana zile story tulikuwa tunazungumzia pale. Tulikuwa tunazungumzia hizi story za Madam Susi. Na wewe tena leo unaniambia hizi story za Madam Susi. Mbona Susi anapenda sana kujichanganya na hao watu sana? Kila muda yupo nao. Kupitia ile story nilikuwa nawasimulia ni jana. Sinaona ndo yale na huyu amezungumza. Koi ya mbingu lazima yafichuke. Ndo haya ambayo yamefichuka sasa. Maki hata kama mkikutana naye mkasalimiana, anakuitikia tu salamu na kuondoka. Hataki story na wewe kabisa hata kidogo. Lakini wale kila muda anapenda awe nao, Maki ndizo story ambazo nilikuwa nazizungumzia kama masiala juzi jana, hatimaye leo imekuwa ukweli. Wewe unafuata hapo? Wewe. Mimi naogopa. Sikucha. Stanza kutoka Ibamba. Shule ya misukule. Wewe kule. Nani? Wewe hapo. Naitwa Dishi, natokea kule Kigoma, kundi cha misukule. Wewe kule. Timekeeper. Sio timekeeper, jina wako nataka. Kuileka Abdu. Natokea Itumikalagule huko kijijini. Wewe unafuata? Kwa majina naitwa Ngala Kuruja. Natokea kikundi cha misukule Kitundalelini Bugegeloti. Mama yako anaitwa nani? Mama yangu anaitwa Mwanakangwa. Shule ya misukule. Baba? Baba yangu anaitwa Kuruja Mwanakulu. Wewe unafuata? Temi temi. Nale na mang'ombe sana. Minjeno naletwa na masanja. Sasa nitaelewa jamani. Hujui Kiswahili? Mwalimu Kasongo, kwanza mimi ni washukuru pamoja na Mwalimu Kwija. Nipo na watu wanaojitambua. Mnajitambua sana. Na ninachowaomba tu hili jambo muendelee kulichimbua kwa undani zaidi ili mpate kujua kinachoendelea kupitia huyu madam. Sawa jamani? Tuelewane. Halafu kitu kingine ambacho nawaomba na ninawasihi sana, yani ile Koroboi asije akaiona mtu wote mahali ilipo. Kaeni ikijua kasa kwamba hii ni shule mpya na hakuna shule inayofuga misukule
na inayofundisha ni shule kama shule yetu hii hapa. Tunaelewana jamani? Nahisi kuna utofauti kwa Madam Tamara. Naombeni nimuone kwanza, alafu takuja kufanya mazungumzo. Wewe kule unaifuata? Naitwa Magumba, nimetokea kijiji cha Wasafi Bongo. Wasafi. Sasa naomba mnisikilize. Najua mnajifahamu kidogo, sawa? Tunaanza na neno ufahamu. Sawa? Shule ya misukule. Mu. Tunapigia mstari. Maana ya ufahamu, unatakiwa kujitambua kama nyinyi mlivyosema kwamba mimi naitwa fulani, nimetoka wapi, mimi naitwa hapa, nimetoka wapi. Shule ya misukule. Shule ya misukule. Madam Tamara, hicho unachokwenda ukifundisha hicho sio sahihi. Fuata mwongozo unavyosema katika vitabu. Usitake kufukunyua mambo yasiyo kuhusu. Kitakulamba. Kitakulamba. Pole sana Madam Tamara. Kiukweli hata mimi najuta sana kuingia kwenye shule. Kwa sababu hapo mwanzo sikujua hata mimi kama nafundisha the school. Na kuonea huruma sana madam. Pole sana. Nashukuru sana Madam Suzy. Lakini hata mimi kama ningekuwa najua mazingira yenyewe ya hii shule ni haya, kwa kweli nisingesubutu kukanyaga hapa katika hii shule. Nisingesubutu. Mizukule kabisa inafundishwa darasani. Hebu lifikirie hilo mwanangu. Liangalie hilo wewe kama mwanadamu na una moyo wa huruma, inakuwaje pale? Lakini usijali madam, kuna baadhi ya mikakati nimeshaanza kuipanga ya kutoka kwenye hii shule. Kuna koroboi ya siri ndio ufunguo wa kutoka kwenye hii shule. Kama tukiipata hiyo koroboi, basi tuna uwezo wa kutoka hapa shuleni. Koroboi? Itawezekana kweli? Shule ya misukule. Shule ya misukule. Madam Suzy, nilikuwa nalijua hili toka muda tu, ila nilikuwa nasubiri nipate ushahidi uliokuwa mzuri. Sasa ushahidi wangu umekamilika. Sasa basi, kuna machaguo haya mawili. Nilipeleke hili kwa mkuu
au nikubalie lile ombi langu? Unakaa kimya. Basi acha nikusaidie kuchagua chaguo lililo sahihi. Naona umeshindwa kuchagua. Wait for the moment. I will show you. Sakasongo, wait. Oh, I'm listening. What do you want to talk about? Sakasongo, nimekukubalia ombi lako, lakini nakuomba taarifa hii usimfikishie mwalimu mkuu, kwa sababu nitakuwa kwenye wakati mgumu sana. Suzi, umenikubalia kweli au umekubali tu ili nikutunzie siri yako? Nimekubali kutoka moyoni, kwa sababu wewe ni handsome boy, ni nzuri pia. Madam Suzi. Sawa, hamna shida. Kuanzia sasa mimi na wewe ni wapenzi na nitakutunzia hii siri yako. Lakini ninachokuomba nisikilize, nikuambie. Kama utataka kutoroka kwenye hii shule, basi toroka ukiwa wewe mwenyewe. Lakini usisubutu kutoroka na msukule yoyote. Mwalimu Kasongo, inatosha. Inatosha. Shule ya misukule. Shule ya misukule. Acheni kelele, kila mmoja atapata kiazi. Acheni kelele bana. Wewe. Acha fujo. Madam, nirudishie huyo mmoja huko nyuma. Wewe, rudi nyuma. Rudi nyuma kule. Gala, hivi ile jambo lile niambia ni kweli? Unajua kuna boy lipo? Ni kweli madam. Nimefanikiwa kujua kuna boy lipo. Iko kwenye ofisi ya headmaster na ameificha kabisa katika sehemu ya siri. Vizuri sana Ngala, wewe endelea kujifanisha hivyo hivyo kama una akili, ili tuweze kuipata ile koroboi ya asili. Maana wewe ndio mtu pekee ambaye unaweza kuingia kwenye hiyo ofisi. Madam, kuna shughuli. Madam, wewe ndo kwanza ni mgeni umefika. Shughuli yenyewe unaisemea bado hujaiona. Kuna matimbwili haya hata nusu yake haijafika. Hizo milioni 2 ndo zimetuponza. Ni bora hata tungejua tunaenda wapi. Ila mimi siku nikipata upenyo kidogo tu nitaondoka. Wow. Kumbe nawe uko kwenye mpango wa kutoroka? Ndio madam. Yaani mimi nitaondoka, nimechoka.
Yaani mimi kinachonishangaza zaidi ni nini? Hii shule sisi tunaiona, lakini wote wanaona wanapita mabarabarani huko, wanapita wapi hapa hawapaoni. Ile eneo tunaliona sisi wenyewe. Ina maana hii shule jamii hawaioni? Haionekani. Nilifikiri inaonekana na jamii huko. Asa ingekuwa inaonekana songesha tusaidia hapa tukatoka. Hapa tuko kwenye kifungo tu, na kifungo kikali. Kisa tamaa za pesa. Lakini nikwambie mwalimu, mimi nina mpango wa kumnyenga mkuu mpaka nipate hiyo koroboi. Sawa madam, nimekuelewa sana. Mimi mwenyewe na shauku ya kutoka kwenye eneo hili, kwa hiyo nitafanya juu chini mpaka niweze kuipata koroboi na kuichukua ili tuweze kuondoka katika eneo hili. Basi sawa, nakutakia siku njema. Asante sana madam. Shule ya misukule, shule ya misukule. Kwa sababu inasemekana hiyo koroboi ndio njia ya sisi kutoka hapa. Sisi tu mpaka Mizukule yote. Na mpango niliopanga mimi, sitoondoka peke yangu. Lazima niondoke na jopo lote la Mizukule. Kibaya zaidi, kati ya hii Mizukule mmoja na ufahamu, nafahamu mpaka wazazi wake. Kimeniuma na kinazidi kuniuma kila ninapomwona yule kijana roho inaniuma. Hivi unajua mama yake yupo hoi sana kwa ajili ya kifo cha mwanae. Na mwalimu mkuu sasa kaanza kujipendekeza karibu sana kwenye shule ya Mizukule. Sini kwenye hiyo njia ndipo nitakapoipata kwa koroboi. Madam, utakuwa umeweza. Sema hapa atatukiomba maskini maombi hayafiki. Naomba tu ufanye juu chini upate hiyo koroboi tuondoke. Sawa madam, naomba tuondoke kwenye majukumu yetu tusisikike. Haya naongea nini tukafanya Mizukule. Aswa yule cha umbea. Dakika 2 katokea kama muhanga. Msubiri kwanza. Acheze mmoja sasa, kwa sababu mkicheza wawili mimi mnanichanganya. Tunaanza na wewe. Nani hapa? Mbilimbi, twende. Asante, safi. Mbilimbi unajua kweli yani. Haya. Sayona, twende Sayona. Sayona, shida yako hii moja. We mzito. Miguu changanya miguu, mapiano na changanya miguu. Twende kidogo. We bado. Sio mbaya. Ngoja ni save. Hii nikiposti TikTok, Instagram, tunaondoka. Safi sana Mbilimbi, kitu tu ambacho ukijui. Ikitokea nafasi ya kutoa Mizukule bora katika dansa, Mbilimbi namba 1 na kutoa unaenda kucheza huko. Sawa? Unajua kunifurahisha. Sio mbaya. Hizi nikisiposti kabisa naona kabisa napata viewers wa kutosha. Mbilimbi, safi sana. Unajua kudansi. Madam Suzy, hizi nikizipost Mkuu, kuna taarifa tena, ni taarifa mbaya kwako. Nataka nikwambie. Huyo madamu mpya uliomleta
na huyo Madam Suzi wana mpango wa kuondoka hapa shuleni, na sio kuondoka wao tu, wanaondoka na hawa misukule wako. Kikubwa zaidi, wanapanga wa kuchukua hiyo koroboi yako, na ukizembea ndani ya wiki hii wanaondoka. Ila sema mimi tu nilikuwepo nao, maana hapo najua unajiuliza mimi nimejuaje. Nilikuwepo nao, najifanya wanachongea nipo, wakirudi hivi nipo, ili niwachote nijue mpango wao hapa shuleni. Okay, hapa nimeanza kuupata ukweli. Hivi punde nimemkuta Madam Suzi akiwa na ule msukule unaofanya usafi ofisini kwangu. Sijajua alikuwa anazungumzia nini, lakini kwa hizi taarifa unanithibitishia wazi walikuwepo na hilo jambo. Ila tu nikuaminishe kitu kimoja tu, kwamba hawataweza. Na huyu Madam Tamara, huyu tayari ambaye ameanza kuota pembe ndani ya hima hii hapa, hataweza. Nakuona unaanawa hapa. Niko na madansa wangu wa shule hao. Si unajua Mbilimbi anajua sana kudansi. Nataka nimtoe. Sasa madansa wangu. Sasa Mbilimbi na Sayona, haya nendeni darasani nitawatafuta muda mwingine, sawa? Madam Suzi, nimekuita hapa kukwambia swala moja tu. Nilikuwa na kuomba vile ulivyonihakikishia kwamba huwezi ukafanya jambo lolote, basi usimame kwenye msimamo wako ule ule. Lakini kama utaenda tofauti na vile nilivyokuwa nimekwambia, basi utanikwaza. Na pia mimi sishindwi kufanya jambo lolote kwako. Kwa hiyo zingatia tu lile tuliloongea mimi na wewe. Sikutishi, ila nakukumbusha tu. Fuata kile kilichokuleta katika hii shule. Si tunaelewana? Wala hata usijali Sakasongo. Mipango yetu iko pale pale kama tulivyoongea awali. Sina mipango mibaya ya kuweza kuitolesha hii misukule hapa shuleni. Kwa hiyo nikuhakikishie tu vile vitu tulivyoongea awali viko vile vile. Wala sizini karibu mipango yetu. Kitamgharimu anachokipanga. Nikuulize kitu kimoja tu, kwamba juu yao unataka tufanye jambo gani ili liwe fundisho hata kwa hao wengine watakaoingia na kutoka na waliopo ndani ya shule hii? Yani, tamani, kwa upande wangu ni wewe tunakuachia mkuu wangu. Wewe ndio utajua wafanye nini. Ukitaka wafanye miskule, mimi nipo. Umenifurahisha sana. Kwa jambo hili na taarifa hizi, kwenye mshahara wako na kuongezea laki. Jamani. Aya, nitashukuru. Nikuombe tu waite wagonge kengele hapo, tuingie asemba kule. Shule ya misukule, shule ya misukule. Hamna shida, mimi nakuamini sana. Kengele, kuna nini tena? Hata sijui. Haya, tulia hapo wewe. Tulia hapo. Haya, naomba tusikilizane. Kuna jambo halijakaa sawa, ndio maana nimepigwa kengele. Na kawaida yetu ukisikia kengele ujue kabisa kwamba kuna jambo linaendelea. Kuna baadhi ya miskule inayoshirikiana na walimu
kutengeneza njia za kuweza kutoroka katika hii shule. Lakini mimi niwaambie kitu, hamtaweza. Hamtaweza. Naomba Ngala, wewe Msukule Ngala, njoo hapa. Pita mbele hapa. Haya, njoo. Fanya haraka wewe. Wewe, waiwai hapa. Njoo hapa. Haya, hapo hapo. Lala hapo. Mwalimu. Wewe ni mwalimu wangu msaidizi. Naomba Ngala umpige fimbo 10. Hii hapa fimbo. Nashukuru sana mkuu. Sawa. Hili ni fundisho kwa misukule mingine yote iliyobaki, ambayo itaonyesha dalili ya kutaka kutoroka katika hii shule. Basi hiki ndicho atakachokutana nacho. Tunaelewana? Hey, Mwalimu Kasongo, inatosha, inatosha. Inatosha. Mwalimu mkuu, nilikuwa naomba unipe nafasi nipige hata fimbo 2 tu za mwisho. Inatosha. Naomba uje. Shule ya misukule. Shule ya misukule. Nashukuru sana mkuu. Hili ni fundisho kwa msukule yoyote atakayewaza kutoroka katika shule hii. Endapo tukibaini, adhabu itaendelea kama kawaida. Naomba muende darasani huko. Wewe, nenda darasani. Darasani huko wewe. Haya. Chapa kabisa hao. Ya chape hayo. Wapi huko? Kumbe ni wewe. Ni mimi mkuu. Najua umeshaanza kusikia mengi kuhusu mimi, lakini mimi ngutoe wasiwasi, wala sina wazo baya lolote la mimi kuondoka hapa. Mimi nimeshapapenda, nimelizika na ile eneo kuishi. Alafu pia mimi nakuunga mkono kuhusu swala la wewe kufuga misukule, yaani wala sina wasiwasi kabisa.
Wewe kama ulikuwa unanifikiria vibaya, ni mawazo yako tu. Nimeshakujua. Lengo lako na dhumuni ni kuniweka katika mtego uliouandaa. Sasa mimi sio kuku wa kudanganyiwa punje za mahindi. Kile unachokipanga wewe tayari nimeshakijua. Madam Tamara. Mkuu, unawaza nini? Mbona kama uko mbali kimawazo? Utajiapi? Labda mimi sio Tamara. Mpaka la kwangu lifanikiwe. Mimi sio shetani kama wewe, mimi mtoto wa Mungu. Nitahakikisha hiyo koroboi naipata. Shule ya misukule, shule ya misukule.